karibu tena kwenye channel yangu. Usisahau kusubscribe, like na kushare ili kuweza kupata updates mbalimbali. So leo nilikuja hapa mashambani kuja kutembea kidogo, na kulikuwa na kazi kidogo nilikuwa nafanya. So natoka hapa kwa naelekea nyumbani. Okay. So kama unavyoona hapa ni Marekani, utadhani nipo msituni, lakini ndio uhalisia na ndio hali halisi ya huku Marekani. Kama unavyoona huku ni mashambani, ni ndani kabisa huku unapolima mazao na vitu vingine. Kwa hiyo sehemu ambapo nilipotoka ni shamba ambalo watu wamepewa, wale foreigners ambao wanataka kujishughulisha na kulima mazao na vitu vingine kama watu walivyokuwa wanafanya huko nyumbani. Sasa nilikuja hapo mara moja, kuna ndugu yangu mmoja nilikuja kumsaidia kuweza kulima. Okay. Kwa tulifanya kazi pale, na nitaweka video hapo ili kuonyesha ilikuwaje. Okay. Yeah, so kwa hiyo kama unavyoona ndugu mtazamaji, nilikuja kusaidia mara moja. Sasa nimemaliza, ndio narudi sasa. Okay. Kwa hiyo hii video ni mahususi kwa ajili ya wale ndugu zangu ambao mlikuwa mnaniuliza, mnasema ya kwamba Marekani vipi, kazi inakuaje? Bwana, Marekani kazi sio rahisi. Kama unavyoona ni kutembea tu hapa na pale, huku na kule, kubangaiza maisha, lakini sio official kusema kwamba kazi muda wote unapata. Hapana. Kwa sasa hivi kidogo mambo ya kazi yamepungua, lakini hatusemi kwamba huwezi ukapata kazi, hapana. No. Yeah, so lakini kazi zenyewe ni kwa wale ambao wapo ndani ya Marekani. Okay. Wale ambao wapo ndani ya Marekani. So kama mnavyoona tuko kwenye season ya fall season. Miti na kauka. Yeah, lakini ndio hivyo tunaishi. Kwa hiyo hapa nilipokuwa nimekuja ni shambani, ningeonyesha upande wa huko ili muweze kuona vizuri. Kuna ng'ombe, kuna nini, kuna mifugo mingi, lakini huwezi ukaona kwa sababu kamera yangu nimeweka mbaya. Kwa hiyo huwezi kaona upande wote, side zote. Okay. Kwa lakini hizi side zote ambazo ninazopita kama unavyoona, wanaishi wazungu tu peke yake. Hamna watu wengine ambao wanapatikana humu, ni wazungu tu ndio wanaishi. Haya ndio maeneo yao. Wengine wanalima, wengine nao tu wanapenda tu zile sehemu za utulivu, kukaa peke yao. Hapa kuna stop sign kwa siona, kwa anakuja na full mtiti huku kila sehemu. Sheria zimezingatiwa bwana. Kwa hiyo kuna wale watu wanataka utulivu, hawapendi sehemu za watu sana, kuingiliana na watu, wanapenda kukaa peke yao. Sasa ndio maana wengine wanakuja huku wanakaa maporini huku ndani. Unakuta mtu anajenga nyumba yake nzuri, basi anakuwa mwenyewe sasa ndo anakaa, ana usumbufu na mtu wala sumbuani na mtu, na maisha mengine yanaendelea. Lakini mimi mwenzangu na wewe ambao wenyewe tunatafuta mlo mmoja kwa siku, wenyewe tunatafuta kwa jasho. Kwa hiyo tunabanana humo kwenye miji ambao kumejaa wezi, kumejaa nani huko.
mavitu ningekuonyesheni. Kuna mavitu hapa ya Halloween. Halloween ni siku ambao wanamsherehekea shetani. Okay? So namna ambayo fulani maisha ambayo ni maisha ya upweke sana, kama unavyoona nyumba zipo moja moja. Hayo unaona hapo pembeni alosimama kama box hizo ni email address. Mfano kuna wengine wanakuaga na mbwa wakali. Sasa mtu email yake anakuja hapo anawekewa hapo, kwenda kule ndani labda akazuriki, anakuja tu anaweka hapo mwenyewe. Alafu baadaye mwenyewe akija pale anatoa. Itakuwa hivyo. So ndugu mtazamaji, nadhani utakuwa unaona. Yaani usizadi kwamba kuna huku ni kama vile upo vijijini ndani huku. Lakini kama unavyoona kila sehemu barabara ni nzuri, sheria zipo, speed limit, mwendo ambao unatakiwa kwenda nao, kila kitu kimepangiliwa na kimekaa kimfumo. Kwa hiyo hapo usijidanganye ukasema kwamba ngoja nifanye ninavyotaka au niende au nitembeze gari ninavyotaka. Hapana, inabidi ufuate sheria. Ufuate sheria. Guys, nadhani mtakuwa mnaona mazingira ya huku ndani huku yamechill sana na yamepoa sana. Mpaka muda mwingine unatamani yani ungekuwa unaishi sehemu kama hizi. Mimi naishi huku. Sio kama natamani, naongelea kuna wale wengine ambao wanaoangalia labda hii video ambao wengine wapo Marekani, wengine wapo wapi, wanatamani sana sehemu kama hizi zimechill, zimetulia. Lakini pia ukija huku inabidi uwe na marafiki, uwe na nani. Lakini ukisema kwamba ni wewe peke yako, sehemu ambayo imepoa sana, miti ni mingi. Lakini pia huku wanyama wakali wale wadogo wasumbufu hawakosekani. Sawa naingia kwenye barabara kubwa. Barabara kubwa ya kuelekea sasa nyumbani. Sasa hii moja kwa moja mpaka nyumbani. Okay. So guys, mimi nikiendelea tu kuwakumbusha hii ni Marekani. Nadhani utakuwa unaona kila sehemu bendera za Marekani zinaonekana hapo. Sehemu ambapo pamepoa sana, maisha yametulia. Harakati za hapa na pale zinaendelea. Na huu mji unaitwa Hamburg, New York, ambao ni mji unaweza kusema kwamba ni kama vijiji, kwa sababu ukisema mji mkubwa, so ni vijiji ambao vipo ndani ya New York, kwa sababu kama tunavyoona Temeke ina sehemu nyingi, Chamazi, Rangi Tatu, Charambe, wapi huko ya sehemu kama hizo. So na hii ni kama hivyo, ni New York yote, lakini imegawanyika. Kuna Buffalo, New York, kuna Syracuse, New York, kuna Hamburg, New York, Chitowaga, New York. Kwa hiyo zipo nyingi kama hivyo. Kwa hiyo nadhani utakuwa unaona. So hapo nimekaribia nyumbani kama dakika 2. Sio mbali sana. Asa huu ndo mtaa wetu kama unavyoona. Hapa sasa ndo mtaani kwetu. Masoko, biashara. Nadhani hapa nishawahi kuposti na niliwaonyesha vizuri jinsi panavyoonekana, niliwaonyesha. Kwa hiyo hapa sasa ndo naelekea nyumbani. Naingia na hapa. Gari nazo ni nyingi. Wasimamisha wenzangu huko nyuma wametulia, wameganda. Mchezo wa kuganda. Sasa hapa ndo tunaelekea nyumbani. Angalia palipo pachafu. Nadhani hapakai watu. Unaona? Hilo unaloliona hapo ni kanisa la watu wa Upinde. Lakini nyumba ipo huko upande wa kushoto. Na hii ya huku mbele yangu huku ni hospitali.
sio huku. Kule unakoona zile gari, ile gari nyeusi ya kule mbele, ile ni hospitali.